السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وبعد يكون محمد الله سبحانه وتعالى كذلك kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna budi kumhimidi Allah ambaye ametuafikisha kwa mara nyingine kuweza kukutana kwa lengo la kuendelea na muhadhara wetu ambao tuliahidiana kwamba Allah akituafikisha tutakutana, tutaendelea tena muhadhara huu insha Allah. Na muhadhara ambao tulioanza al-ukhuwatu al-imaniyatu wa thamaratuha, udugu wa kiimani na matunda yake, matunda ya udugu huo, udugu wa dini, udugu wa Uislamu. Na tukataja baadhi ya mambo, miongoni mwa mambo ambayo tuliyokumbushana ni hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo amepokea akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi fi sahih al-Jami' wa hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullah fi sahih sunan Abi Daud. Ni hadith ambayo amepokea Abu Sa'id al-Khudri katika sunan Abu Daud mjallidi wa 3, ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la tusahib illa mu'minan wala yaakul ta'amaka illa taqiyun, usimfanye kuwa rafiki isipokuwa mu'min, na wala pia asile chakula chako isipokuwa mtu ambaye ni mcha Mungu. Kwa hivyo tukaona suala la kumpa chakula mtu muovu si jambo la sawa, lakini ikiwa katika mjitama au ijtimai fulani watu wamekusanyika, alafu kisha ikatokea chakula akala mtu huyo, hakuna ubaya. Lakini pia miongoni mwa mambo ambayo tuliokuwa tumekumbushana tukaelezea kuhusiana na udugu, tukaona kauli ambayo mmoja katika walotangulia aliulizwa ya kwamba kaifa taarifu akhaka, vipi utamjua ndugu yako wa kweli? Ndugu wa kweli utamjuaje wewe? Akajibu akasema, ndugu wa kweli yule ambaye yahmilu hammi, anabeba huzuni zangu, wa yasalu anni, kadhalika ananiulizia mimi, ikiwa sipo niko mbali na yeye anaulizia niko wapi, ananipatiliza. Wa yasuddu khalali, kadhalika anaziba
ile mianya yangu, yale ambayo ni mapungufu anayaziba. Wa yaghfiru zalali, kadhalika anasamehe kuteleza kwangu. Wa yudhakiruni birabbi, bali ndugu wa kweli ni yule ambaye ananikumbusha mimi kuhusiana na Mola wangu. Faqila lahu, akaulizwa, wa kaifa tukafiuhu, na vipi wewe wamlipa? Faqala, akasema, ad'u lahu bidhahari alghaibi, na muombea yeye anapokuwa hayupo. Kauli hii inatufundisha sisi kitu, na haya mambo ni kwamba si wewe watakikana ufanyiwe, bali wewe ndio umfanyie ndugu yako. Kuna mambo lazima uyatazame katika nafsi yako, kwamba je, wabeba huzuni za ndugu yako? Kwa sababu huu ndio udugu sasa. Kwa sababu wengi katika watu leo wanaposikia akwali kama hizi, ataka yeye afanyiwe. La, si sawa. Ikitokea mtu akakufanyia ni kheri, lakini wewe ndio utakikana uanze kufanya hizo kheri, kwamba ndugu yako ana huzuni, ndugu yako ana matatizo. Je, wewe wabeba yale matatizo yake? Jiulize hivyo. Alafu kisha ikiwa hayupo wewe wamuulizia. Bali je, ile mianya ikitokea, mapungufu yakitokea, wewe wayaziba? Je, wasamehe kuteleza kwake? Kwa sababu sisi binadamu na mengi yanatokea baina yetu tunapoishi. Hata kama tutaishi kiasi gani, tutaswali sunna tukazisimamisha hivi, lakini lazima mikwaruzano itokee. Huu ndio binadamu. Hatuombi kwamba iwepo, lakini huu ndio binadamu na ndio maumbile. Yakitokea haya mambo, je, wewe wasamehe? Au ndio wale ambao likitokea jambo kwamba mtu hakubali, sasa mimi siko tayari katika hilo, na kwamba mimi huwa ugomvi wangu hauishi, si sawa. Hala, hakuna udugu wa kweli hapo. Kitokea jambo kwa ndugu yako Muislamu ameteleza, msamehe. Na ukitazama maradhi haya wengi tuko nayo, maradhi ya kutokusamehe, na utaona kwamba baina ya ndugu na ndugu mizozo inakuwa ni mingi, alafu haishi, kwa sababu ni tabia ambayo ya kutokusamehe. Alafu pia jenga tabia ya kutokujali baadhi ya mambo. Kama vile unavyoishi katika familia yako, kuna baadhi ya mambo, si kila jambo utakikana ulipatilize wewe. Yaani kuna baadhi ya mambo lazima yale mambo uyapuuze. Si kila kitu ukifuatilie, fanya hivi. La. Mtaishi katika ndoa. Kadhalika katika udugu. Kitokea jambo kwa ndugu yako Muislamu ameteleza, basi mchukulie ameteleza. Alafu wewe unayafuta katika moyo. Bali kadhalika, je, wayudhakiruni birabbi, na ananikumbusha mimi kwa Mola wangu. Je, wewe wamkumbusha ndugu yako kwa Mola wake? Ikiwa ndugu yako, rafiki yako wa karibu, wamkumbusha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wamkumbusha muogope Allah. Kwa sababu ukiambiwa kwamba ittaqillaha, haimaanishi kwamba ni wewe ni fasik. Wahusiwa kusimama na kuendelea wakati mwingine kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu akaulizwa, wa kaifa tukafiuhu, na vipi wamlipa wewe? Unamlipaje? Akasema, qal ad'u lahu, mimi namuombea yeye, bidhahari alghaibi, pale anapokuwa hayupo. Tupende sana kuwaombea ndugu zetu. wanapokuwa hawapo.
Ni kheri mtu akakufanyia wema muombe dua kama mtume anavyosema. Atakayekufanyieni wema mlipeni, ikiwa hamna cha kumlipa fad'u lahu, au muombeni dua. Sasa dua pale mtu anapokupa kitu, anakufanyia kheri, anakufanyia ihsan, mwambie jazakallahu khair. Lakini pia hii ni tabia watu wengi wamejenga. Yaani mtu anaweza akapewa kitu, wallahi wapo watu wa sampuli hiyo. Wanaume, siongelee bali ya wanawake. Wanaume wana tabia hizo, apewa kitu kumwambia ndugu yake jazakallahu khaira. Yaani yeye anaona kwamba haki yangu mimi. Mbona ukuchukua kwa babako? Ikiwa wewe una ugumu kumwambia mtu jazakallahu khaira afu asema haki yako, mbona ukuchukua kwa babako kama haki yako? Lakini kwa sababu tuna nyoyo ambazo hazina shukurani, tuzoee kuwa na shukurani. Ukifanywa wema na ndugu yako, mwambie jazakallahu khaira. Mapenzi pia nazidi, muombe dua, alafu pia itoke katika moyo. Yaani sisi utakuta wingi wetu hata zile dua pia mtu anaomba ili mradi tu kwamba atoe ile dhima, na ndio maana tunafeli pia. Haya mambo ni sababu ya sisi kufeli, kwa sababu wewe unapomwombea ndugu yako jambo baya, au wewe ukaona kwamba akakufanyia wema alafu hutaki kumwombea dua, basi ndio utabaki hivyo hivyo. Lakini je, ukimwombea dua, malaika usema Allahumma mithla, Mola wa haki mpe mfano wake. Pia min aqwali salafi wal ulama, miongoni mwa aqwal za as-salaf na wanachuoni kuhusiana na udugu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kauli ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah aliposema mathalul ukhuwati fillah, mfano wa udugu katika dini ya Allah, kamathalil yadi wal ain, ni kama mfano wa mkono na jicho. Yani kuna akwali ambazo wema wanachuoni wamezitaja, wametamka, ukizipima mimi na wewe yatakikana tuangalie kwamba haya mambo, mifano hii ni kweli sisi tuna udugu huu. Akasema mathalul ukhuwati fillah, mfano wa udugu katika dini ya Allah, kamathalil yadi wal aini, ni kama vile mfano wa mkono na jicho. Idha dami'atil ainu, pindi jicho linapotoa machozi, linapolia, masahatil yadu dam'aha, mkono unafuta lile jicho machozi yake. Wa idha ta'allamatil yadu, na pindi mkono unapopatwa maumivu, mkono unapouma, bakatil ainu liajliha, jicho ulia kwa sababu ya ule mkono. Maana yake wewe Muislamu kwa ndugu yako Muislamu, ni lazima kuna baadhi ya mambo uyatazame na uyapime. Ikiwa ndugu yako ana mitihani, ana matatizo, yale matatizo wewe unapokeaje katika moyo wako? Je, unaumia kiasi gani? Au ndio wale ambao wakipata mtihani ndugu yake Muislamu alafu yeye anashangilia? Kuna watu wa sampuli hiyo. Yani wapo watu, wewe ukiwa na matatizo yeye anashangilia. Unakuta mtu mathalan ana uwezo labda mfano kukusaidia, lakini hakusaidii, alafu ukipata pia anachukia. Wapo hao. Kwa hiyo pia wapo watu ambao wewe ukipata na matatizo yeye anashangilia, ukiwa huna matatizo una amani hivi anakasirika. Wapo. Alafu naishi naye, swali naye. Hawa Waislamu ni wengi sana. Yote ni kwa sababu ya roho mbaya. Na tabia sampuli hii ndio ile tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Tudhania kwamba wako pamoja lakini uzo ziko mbali mbali. Na hii tabia mbaya kwa Uislamu, haitakikani wakawa na tabia ya sampuli hii. Na kauli ya mwisho, kisha tuendelee katika nasaha za leo, ni kauli ya Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala aliposema
tawasalu ma ashabikum, muendelee kuwa na jamaa zenu, endeleeni kuwa pamoja na ndugu zenu. Fasahibul wafi, kwani asema ndugu wa hakika, kwa hakika ndugu wa kweli, misbahun mudhi, ni taa yenye kutoa mwangaza. Ndugu wa kweli ni yule ambaye ni taa yenye kutoa mwanga. Asema qad la tudriku nurahu, hakika kabisa huenda wewe usidiriki ile nuru yake, usione nuru yake, illa idha adhlamat bika dunya, isipokuwa pale dunia giza la dunia itakapokufunika wewe. Ima utakapokuwa umetengana naye au akaondoka duniani, ndipo utajua kwamba yule alikuwa ni ndugu yangu wa kweli. Huu ni mfano, ni sawa unaishi na mke. Katika maisha ya ndoa, mke na mume hayakosekani msigano. Matatizo yapo, na kila mmoja na matatizo yake. Hakuna aliyekamilika baina ya mwanamke na mwanaume katika tabia. Tabia, huyu ana tabia zake na huyu ana tabia zake. Kila mmoja anazo za kwake. Na kuna mambo pengine wewe uko nayo, yeye pia hayapendi. Na ndio mmoja katika as-salaf, siku ya kwanza alipooa, baada ya kuoa ndoa ishafungwa, akasimama akaswali raka 2. Baada ya wakati anaswali raka 2, alipotoa salamu akakuta ile swala ile kwa kiswali, yule mkewe naye alikuwa kiswali, naye alikuwa anaswali swala ile. Yule mume kwa ile hiris ya ndoa na ile mapenzi ya haraka, akanyosha mkono atakamshike mkewe pale. Yule mke akamwambia ala rislika ya aba Laila. Katika lafdhi imekuja hivyo, ukisoma vitabu vingine imekuja kunia nyingine. Kwa hiyo akasema ala rislika ya aba Laila, haraka yako ya nini ewe baba yake Laila? Mwanamke anamwambia mume, kisha mke akatoa mukaddima, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, mpaka mwisho. Baada ya mule mukaddima, mwanamke anamwambia mume, bila shaka huko kwenu kuna watu wewe walikuwa wapo watu ambao wewe unawapenda na wao wanakupenda, lakini Allah akajalia ikawa wewe umenewa mimi, lakini pia mimi kuna watu kwetu wapo wanaonipenda na mimi nawapenda. Allah amejalia mimi nimeolewa na wewe. Bila shaka kuna mambo ambayo wewe huyapendi na kuna mambo ambayo unayapenda, basi mimi naomba unibainishie tabia gani ambayo huipendi. Yule mwanaume akaanza na mukaddima na kisha akamweleza, mimi napenda tabia hizi, sipendi marafiki wa sampuli hii. Alafikisha naye akamwambia kama alivyosema vile mwanamke, naye akasema vile vile, na wewe kuna mambo ambayo unayapenda na kuna mengine uyapendi, niambie yapi ambayo uyapendi. Mwanamke naye akaanza kumweleza, mimi napenda watu wa sampuli hii, sipendi tabia hivi, sipendi marafiki wa hivi. Pia wake zetu kuna watu hawapendi, kama vile sisi hatupendi baadhi ya marafiki kuwa nao wao, kadhalika na wao hawapendi na sisi tukawa na marafiki wa tabia fulani. Kwa hiyo mwanamke akaanza kumwambia mumewe. Mwanaume naye akasema, wote wakasema. Baada ya pale wakaishi, kila mmoja ikawa anayachunga yale mambo ambayo mwenzie ametahadharisha siku ya kwanza. Siku moja yule bwana akakutana na bwana mmoja tu Shaabiyo, akamuuliza habari za nyumbani, vipi ndoa? Akamwambia alhamdulillah, mshukuru Allah, salama kabisa. Bwana akamwambia inakuaje? Unavyonipa kama vile nyumbani kumetulia? Akamwambia naam alhamdulillah, na mwaka wa 20 sasa katika ndoa. Mwaka wa 20 sijaona matatizo katika ndoa. Alafu chunguza wewe ndoa yako ina miezi mingapi? Na una miaka mingapi umeacha wake wangapi? Kuna watu wana miezi 6 umeacha wake watatu. Kwa maana kila baada ya miezi miwili mke anapewa talaka na mwingine. Na anasema kabisa hapa kwangu mpanaitwa mtakuja.
Bwana mtakuja mtaenda. Haya sio maisha. Yaani katika ndoa ukiishi maisha sampulio sio maisha. Kwanza unapoteza umri. Kuna baadhi ya mambo lazima uyatambue. Katika ndoa ifikie wakati kama ikiwa kweli kuna jambo la watu kuachana, basi watu waachane. Lakini kama hakuna sababu, usitafute marafiki wala usitafute ushauri. Fanya maamuzi wewe mwenyewe. Kaa alafu tafakari. Hili jambo nataka kulifanya liko sawa? Usitake ushauri kwa mtu. Kwa sababu si wote wanatokea kheri wewe. Kuna mwingine ukimwambia pale atakwambia muache kule. Alafu kimwacha anaendelea kukuambia muache usimrudie. Mpaka ende na kuisha alafu anamchumbia yeye. Tayari mnaanza na uadui. Sasa mbona ulimwacha? Sasa mimi nafanyaje bana? Kumbe kuna mambo ambayo alikuwa akiyaona, si rafiki yako wanakuja kwako anaona baadhi ya vitu. Sema mke huyu ndio mke bana. Sio umemwacha mwenzako kamuoa. Yule bwana alikaa na mke miaka 20. Hajaona tatizo. Mahalu shahidi ya kwamba sisi tuna tabia ambazo tuko nazo hawazipendi, kama vile wao wana tabia ambazo sisi hatuzipendi. Kwa hivyo katika ndoa ni lazima watu wavumiliane. Labda mwanamke akiwa na mambo ambayo hayavumiliki, mwanamke mshirikina, mwanamke tayari kuswala hata kuswali, hakuna masala haya kuvumiliana. Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala siku moja anaelezea suala la mwanamke, sio mada yetu lakini tunapeana faida kutokana na huu udugu, ya kwamba akaulizwa kuhusiana na mwanamke ana madhaifu yake na swali, lakini kuna baadhi ya mambo anayoona mapungufu katika hijabu yake, kuna mapungufu fulani hivi. Sheikh akasema ikiwa amesimama katika dini, ile mapungufu endelea kumnasihi, na ikiwa hasa amesimama katika upande wa kuwalea watoto katika misingi ya sawa, basi huyo ni mwanamke ana kheri kubwa. Kwa hiyo hata sisi sasa tukirudisha upande wa pili, ikawa jamaa yako, ndugu yako muumini wa kweli amesimama katika manhaji, ana madhaifu yake, basi endelea kumnasihi, endelea kunasihiana naye ili udugu uendelee kudumu. Ndivyo anavyosema Al-Hasan Al-Basri. Huwezi ukajua thamani yake isipokuwa pale mkitengana au akiondoka duniani. Bila shaka baada ya hapo utajua thamani yake. Qala Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala, anasema Sufyan ath-Thawri ya kwamba yambaghi lil'amiri wan-nahi an yakuna rafiqan fima ya'muru bihi. Maneno haya tuliyaleta baada ya kusoma hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, pale mtume aliposema, hadithi ipokewa na Anas bin Malik, alipoulizwa mata natrukul amra bil ma'rufi, ni wakati gani itafikia sisi waislamu tutaacha kuamrishana mema, wan nahya 'anil munkari, na tutaacha kukatazana mabaya. Qala, akasema idha dhahara fikum ma dhahara fil umam qablakum, yatakapodhihiri kwenu nyinyi yale ambayo yaliyodhihiri katika nyumati zilizokuwa kabla yenu. Qulna ya Rasulullah, masahaba akasema ewe mtume wa Allah, wama dhahara fil umam qablana, mambo gani ambayo yalidhihiri katika nyumati kabla yetu? Qala, akasema almulku fi sigharikum, uongozi kwa wadogo wenu, kwa wale ambao wenye umri mdogo wakawa na kuongozeni. Walfahishatu fi kibarikum, na machafu kwa wakubwa wenu. Ikawa wale ambao ndio viongozi ni watu wadogo, wana umri mdogo lakini ndio wenye elimu, na wale wanaokatazwa ni watu wazima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wal ilmu fi rudhalatikum, kadhalika na elimu kwa waovu wenu. Watu ambao wenye elimu ndio waovu, hapo hamwezi mkakatazana mabaya na wala hamwezi mkaamrishana mema.
Kwa sababu miongoni mwa tafsiri tukasema, wanachuoni wanasema almulku fi sigharikum, uongozi, wale viongozi wanaokuongoza nyinyi ni watu wa bid'a. Vipi nyinyi mtakuwa mnaongozwa na watu wa bid'a alafu mkaongoka? Hatuchukulie kwamba nyinyi mmeongozwa na vijana wadogo wana elimu, lakini wadogo wale ambao wanaongozwa ni watu wazima alafu ndio waovu. Ndio pale ikawa mtu mzima yuwafanya machafu alafu kijana akiyakataza, miongoni mwa maneno ni yale ambayo yanasema kwamba wewe unanikataza mimi jambo hili, mimi nimezaliwa miaka ambayo baba yako hajazaliwa, bali ndoa ya mama yako mimi ndo nimepeleka posa. Hapo kuna kuamrishana mema. Sasa huyu ukishamwambia maneno haya atarudi nyuma, na ndivyo hali ilivyo kwa watu wengi leo. Sasa anasema Sufyanu Thauri rahimahullahu ta'ala, yambaghi lil-amiri wan-nahi, yampasa yule ambaye mwenye kuamrisha mema kadhalika anayekataza mabaya, an yakuna rafiqan fima ya'muru bih, awe na huruma katika yale anayoamrisha, awe na huruma. Adawatu salafia, miongoni mwa misingi yake ambayo tunaelekezwa, haitaji jazba, haitaji hamasa, na maneno yako mengi ya ulama katika upande huu. Suala la usulubu da'wa, sifatu da'i ila Allah, sifa ya mwenye kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima awe na huruma katika yale anayoamrisha. Asema an yakuna rafiqan fima ya'muru, awe na huruma katika yale anayoamrisha. Rafiqan fima yanha anhu, kadhalika awe na huruma katika yale anayoyakataza. Adlan fima ya'muru bihi, na awe na uadilifu katika yale ambayo anayoyaamrisha. Uadilifu lazima upatikane, usifanye dhuluma katika da'wa. Adlan fima yanha anhu, kadhalika afanye uadilifu katika yale ambayo anayoyakataza. Aliman bima ya'muru bihi, awe na elimu katika yale anayoyaamrisha. Elimu inahitajika. Huna elimu usiseme, sema katika lile ambalo unalijua. Aliman bima yanha anhu, kadhalika awe na elimu katika yale anayoyakataza. Lazima ujue kwamba hili ni jambo la munkar, lakini ule munkari utaondoshaje? Lazima pia ujue namna ya kuondosha munkari. Unaweza ukajua ni munkari alafu ukaondosha munkari, ukaleta munkari kwa sababu ya kutokujua namna ya kuondosha munkari kwa kukosa elimu. Falmu'minuna al-ikhwatu fi jami'i al-azmani, waislamu ni ndugu katika zama zote. Min awwalil khaliqati ila akhiriha, kuanzia kiumbe wa kwanza mpaka wa mwisho wao ni ndugu. Wa fi jami' aqtari al-ardi, na katika ardhi yote dunia nzima. Wa in tabaadat diyaruhum, na hata kama miji yao itakuwa mbalimbali. Yad'u ba'dhuhum li ba'dhin, uombeana dua baadhi yao kuombea wengine. Ndugu yako Muislamu ukimkumbuka tumuombee dua, na ndio Uislamu na ndio udugu wa kweli. Sio mpaka kufanyie kitu fulani. Ukimkumbuka ndugu yako kweli una mapenzi naye, muombee dua, Allah muhifadhi, Allah mbariki. Hata wakati mwingine unaweza kuandika message tu kumtumia, Allah akuhifadhi ndugu yangu, kuhifadhiwa na familia yako. Wallahi inaleta mapenzi, yani kuwa na ile mapenzi ya kweli. Na asalaf walifanikiwa kwa sababu walikuwa ni wa kweli.
walikuwa na mapenzi ya kweli. Asilimia kubwa leo mapenzi yetu sisi ni mapenzi ya kitu na vitu. Tunafeli kwa sababu hiyo. Yani tunapendana sisi kwa sababu ya kitu na vitu na kitu fulani au jambo fulani. Lakini kama tutaamua kweli tuwe na mapenzi ya udugu wa kweli, mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo kwanza zinaungana. Hata kama mtakuwa mko mbali mbali, mtakuwa mnakaa, kuna wakati unafikiria ndugu yako, sio kwa sababu ya kitu, ni kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dua ni sababu kubwa miongoni mwa sababu ambazo zinazosababisha kupatikana ikhlas. Dua, ikawa wewe unamwombea dua ndugu yako hayupo, hii inakupelekea kuwa na ikhlasi katika moyo. Na Muislamu dua yake ni mustajaba, yenye kujibiwa. Kwa hiyo utakikana tuombeane dua. Yad'u ba'dhuhum li ba'd wa yastaghfiru ba'dhuhum li ba'd, wanaombeana dua baadhi yao kuwaombea wengine, kadhalika wanaotakia msamaha kwa Allah. Muombe msamaha kwa Allah, ndugu yangu, Allah msamehe, yuko hai, Allah mfungulie katika mambo yake, muondolee mitihani. Tuwe na tabia hii, na haya ndio maisha ambayo waliishi nayo as-salaf, wema waliotangulia. Wayuhibbu ba'dhuhum ba'dha, kadhalika wanapendana kuwapenda hao wengine. Wayu'inu ba'dhuhum ba'dha, kadhalika wanasaidiana. Msaada si mpaka pesa tu, msaada mambo mengi, hata ushauri pia. Unaweza kumshauri ndugu yako ukamsaidia fikra, kuna jambo nataka kusaidia wewe, hebu fanya kitu fulani. Lakini leo wallahi aje mtu ana pesa yake tu kidogo, labda jalia na milioni 2 au milioni 1, bwana mimi na milioni yangu hii moja, nataka unipe ushauri nifanye shughuli gani ili niweze kuendesha maisha yangu. Atakwambia sawa. Kwambia hii milioni nyingi sana, hii nyingi sana. Alafu anakuonyesha biashara ambayo ukishaingia hurudi tena barabarani, unabaki kwa omba. Hivi ndivyo tulivyo wengi, kwa sababu tuna uhasidi katika nyoyo zetu. Yani zile hasad zinadhihiri katika nyoyo, katika nyuso, kwa sababu kila mmoja ana hasad. Mimi nina hasadi, wewe una hasadi, hakuna ambaye hana hasadi hapa, sote tuna hasadi. Lakini mbaya ni yule ambaye anayedhihirisha hasad. Na ili sasa udhibiti hasadi yako, ni lazima uwe na kitu kinachoitwa al-qanaa, kukinai. Lakini katika kukinai wengi tumefeli. Tulipofeli sasa tukadhihirisha zile hasad. Ikawa ukisikia kwamba ndugu yako ana kitu kapata katika khairi, wewe unaumia, bali mpaka inafikia hatua unaongea, amefanikiwa huyu, kapata huyu. Sasa unataka pate kafiri, kapata ndugu yako Muislamu, kwa nini usimwombee dua? Allah mbariki. Pamoja na kwamba tumezoea yale maneno, mashaallah, tumezoea kisidua, hatushayasema sana. Muombe dua, Allahumma barik, Allah mbariki, Allah akubariki, Allah akuhifadhi, Allah akulinde na mali yako, Allah akufungulie katika riziki yako. Tuwe na nyoyo za sampuli hii, tusio na zile nyoyo kwamba nyoyo za kwa nini. Wayu'inu ba'dhuhum ba'dha 'ala albirri wa taqwa, na usaidiana wao kwa wao juu ya wema na uchamungu. Wayansahu ba'dhuhum li ba'dhin, kadhalika na wanasihiana baadhi yao kuwapa nasaha wengine. Wayusaddiquna fi ta'amulihim fima bainahum, kadhalika wanakuwa wakweli katika yale ambayo wanayoamiliana baina yao, wanakuwa wakweli. Maana yake kinyume chake, watu wengi si wakweli katika kuamiliana,
unakuta mtu ambaye anayemtafuna ni mtu wa karibu, alafu ni ndugu yake katika imani, ndugu yake katika manhaji. Hakuna udugu wa sampuli hiyo. Na waambia kitu mimi, wallahi, ikiwa wewe una udugu na mtu, hata mimi, ikawa wewe wanifanyia mimi uhasidi, sitakuwa na mapenzi na wewe, kwa sababu hasadi inaua. Hasadi inaua. Ujue kwamba unapomfanyia mtu ndugu yako hasadi, maana yake humtakii kheri wewe. Hasadi inampeleka ngamia katika chungu. Hasadi inampeleka mtu kaburini. Bali si ngamia tu, chochote kile. Hasadi inaangusha nyumba. Hasadi jambo moja baya sana, lakini watu wengi hawana subira katika kila anachokipata. Tunahusudiana sana, hasa tunakuwa si wa kweli katika kuamiliana. Wayahtarimu ba'dhuhum huquqa ba'dhin, kadhalika wanaheshimu baadhi yao haki za wengine. Ndugu yako ana haki zake kwako, takikana uziheshimu wewe. لأن الله ربط بينهم برابطة الإيمان, kwani hakika Allah amewafungamanisha wao mafungamano ya kiiman. Hiya allati aqwa min rabitati an-nasab wal-watani wal-lugha, kwa sababu mafungamano ambayo Allah amewafungamanisha waislamu ni mafungamano ya imani, mafungamano ambayo yana nguvu zaidi kuliko mafungamano ya ukoo, kuliko mafungamano ya kitaifa, kuliko mafungamano ya kimji, kuliko mafungamano ya lugha. Kwamba wewe ukajifakharisha kwa sababu ya Utanzania, kwamba mimi ni Mtanzania, tunaongea lugha moja, mimi ni Mchaga, mimi ni Mpare, mimi ni Msukuma, mimi ni Mnyamwezi, mimi ni Muha, mimi ni Mrangi. Haya mambo yanaporomosha dini yetu ya Uislamu. Haya mambo leo nenda kayatazame kwa ndugu zetu wa jirani wa Kenya, namna yanavyowatafuna. Kuna mabasi ya Wajaruo, mabasi ya Wakikuyu. Mwayataka haya na nyinyi Waislamu? Hao ni Waislamu, sio tu kabila. Waislamu wamo mule ndani yake. Mtu akapanda basi kwa sababu la Mjaruo mwenzie, hata kama mkafiri ajaje, Allah sikatufungamanisha. Yani ule udugu wa imani, na huo ndio udugu wa kweli. Tusiangalie kwamba mimi ni nani, ala, usiangalie kabila yako, usiangalie. Leo kuna watu wanatazama Utanzania, akitoka hapa akaenda nchi nyingine tofauti na nchi ya Tanzania, nchi yote ile, akifika kule akakutana na pengine wale watu hawaongei Kiswahili, wanaongea lugha yao, akakutana na mtu anaongea Kiswahili, basi huyo atamkumbatia hivi nini, wapoti. Ndio msemo anasema hivyo, poti. Poti maana yake nini? Poti maana yake nini? Hao leo mmesahau. Mali. Poti maana yake nini? Poti. Poti. Sawa tu. Wa nyumbani, wapoti maana yake nini? Kwani hiyo wapoti ni Kiingereza? Ni lugha gani hiyo wapoti? Msikwepe. Hawamjui. Poti si kile kinanicha kunyea mtoto kile poti. Mjifanya mjui nyinyi. Mtaunganisha wenyewe huko. Hakuna masala haya. Kwa hiyo mtu akifika sasa nchi zile, kwa sababu yule anaongea lugha ambayo yeye anayeongea Kiswahili, wa nyumbani huyo, jamaa yangu huyo, wa kwetu huyo, hata kama sio Uislamu, hakuna jambo hili katika Uislamu. Tukitanguliza masala haya, hatuwezi kuwa na udugu wa kweli.
sisi lazima tutangulize udugu wetu wa imani. Huu ndio udugu ambao unaokuwa juu, kama tulitangulia kusema siku hiyo ya kwanza, ya kwamba udugu wa imani uko juu ya udugu wa damu. Udugu wa imani unazidi udugu wote. وقبل ذكر هذه الحقوق والثمرات هناك 10 حقوق للأخوة. kabla sijataja huu udugu na zile haki za udugu huo,